Hivi unajua kwamba sio kila mlango unaofunguliwa wa kutoka unatakiwa utoke? Au niiweke hivi, unajua kwamba sio kila mlango unaofunguliwa kutoka unatakiwa kutoka peke yako? Nisikilize mpaka mwisho, itakusaidia kuchomoka maeneo mengi sana kwenye maisha. Wengi tunajua stori ya Paulo na Sila. Waliomba gerezani, neno linasema waliomba, Paulo na Sila waliimba na kuomba, milango ya gereza ikafunguliwa. Kipindi wanaimba na kuomba, kulikuwa kuna wafungwa wengine mle ndani, walikuwa wanawashangaa tu, wanawasikiliza. Lakini neno linasema milango ilipofunguliwa, askari alishtuka, akachukua upanga wake akijiandaa kujiua. Kwa nini alitaka kujiua? Kwa sababu enzi hizo ilikuwa ni desturi kwamba askari yoyote ambaye wafungwa wanatoroka katika ulinzi wake, hukumu yake ni kifo. Kwa hiyo alijua kinachofuata hapa saizi mimi ni kuuawa. Kwa hiyo kuliko kuuliwa bora nijimalize mimi mwenyewe. And Paul and Silas knowing that, wakamzuia asijiue, wakamwambia usijidhuru, hamna mtu aliyetoka, wote sisi tupo. Akahamaki, akaingia kwanza kujiridhisha, akawafuata Paulo na Sila, akawapigia magoti, akawaambia nifanye nini ili niokoke? Wakamwambia muamini Mungu, wewe na nyumba yako yote mtaokolewa. Tunajua kilichofuata. Akawatoa mle gerezani, akawasafisha vidonda, akawapikia chakula, nyumba yake yote na yeye walibatizwa, wakaokoka usiku ule ule, na kesho yake asubuhi wakaamuliwa wafungwa waachiliwe. Kwa hiyo nataka kukwambia nini? Paulo na Sila wangeweza kutoka pale pale gereza lilivyo, milango ilivyofunguliwa, lakini hawakutoka. Walijua hii assignment ya kuingia humu ndani ni kwa ajili ya huyu. Kwa hiyo walibaki mpaka kuhakikisha wanamchomoa, sio tu yeye, familia nzima ilichomoka kwa sababu ya kupitia huyo askari. Nijisemee mimi, over the years, the course of time, Roho Mtakatifu amekuwa ananifundisha sana. Siwezi mimi nikahamia mkoa, nchi, taasisi, nikawa na rafiki, nikakutana na mtu nisimuulize Mungu, kwa nini niko mahali hapa? Kwa nini umenikutanisha na huyu mtu? Kuna nini kati yetu? I don't just make friends for the sake of making friends. Najua kuna assignment, kama sio yao na mimi, ni mimi na wao. Watashuhudia hapa, hata kama hawatasema, nafsini mwao wanajua. Naweza nikakutana na watu alikuwa hajui kusoma neno, hajui kusali, hajui chochote. I devote my time, start teaching, start learning, praying for them. Na mengine hata sijawahi kuwaambia, nitaomba kwa mzigo mpaka wanachomoka, unakuta wanakuja kunipigia, unajua mimi leo ni kwa sababu yako. Nasema utukufu kwa Mungu. Na amia taasisi nyingi unakuta kuna mambo hayaendi, unaingia mzigoni, unaomba kwa sababu unajuaje uliwekwa hapo kwa wakati kama huo? Esther inasema hivyo. So nataka kukwambia nini? Not every door opens ili utoke peke yako. Mungu hafanyi kazi namna hiyo. Tatizo lako, you love yourself, you are selfish, unapenda kujitoa mwenyewe. Chomoa wenzako. Umepata kazi, saidia wenzako. Unajua kuomba, fundisha wenzako. Assignment ya wewe kuwa hapo ulipo ni nini? Ama utajikuta unauzunguka huo mlima kila siku, unaenda unarudi kwenye hiyo kifungo, unaenda unarudi kwenye hicho kifungo. Ask God, why am I here? Kwa nini niko na huyu rafiki? Faida yetu kuwa pamoja ni nini? Faida yangu mimi kuwa hapa ni nini? What am I bringing to the table? Have a blessed day.